Okay. Nadhani tunaendelea. Kama mnakumbuka nilisema kwamba hii inaelea huku position ambayo ilikuwa hapa tuicancel kutokana na market jinsi ilivyotengeneza structure, na nika prefer kwamba tutafute entry za kuseli. Lakini tunaweza tukaona hapa tuone katika statement hapa, niwaeleze kitu kimoja hapa ambacho kinaweza kutusaidia. Okay, tunaona kabisa price ilifika ile area nilowaambia kwamba final area ni hapa ambayo itakuwa ni resistance yetu. Okay, price iliweza kuingia katika entry, then ikafika kwenye area ambayo imetoa ilikuwa ni area of resistance, then ikacheza sana, then ikarudi. Ilivyorudi ikaanza kupanda. Nadhani hapa mnaona kitu kilichotokea, ilitokea spike kama nilivyowaambia. Movement katika hiyo chart huwa ni kubwa sana na then ina drop chini. Sasa kwa hivyo target yetu iko kwenye major, sio minor swing tena, iko kwenye major swing. Kwa hiyo sasa hapa kama kuna mtu anaweza kuingia, tunaweza tukaangalia entry ya sell, tukaona itaenda upande upi. Right, sasa nadhani hii area ni very good area for selling. Kwa hiyo hii hapa nadhani market imeenda against us, lakini sio kivile. Nadhani logic ilikuwepo, ilikuwa ni kuseli. Sema kilichotokea ni kwamba nadhani ni time ilikuwa ni New York and New York sessions plus London's, hiki kitu kinatokea sana. Okay, ni normal. Hivyo basi tunaweza tukaangalia option nyingine ya kuweza kutafuta positions za kuweza kuseli. Tukiangalia kwa haraka hapa tunaweza tukaingilia around this area. That area I think so good because okay. Kwa hiyo tunaweza tukasubiri hii move ya hapa tuone minutes moja wakati gani okay. Move ni kubwa inaonekana. Kama kuna mtu anaweza akafanya scalping kidogo, anaweza akafanya scalping then target kwa chini kwenye swing akatoka chap. Naona pressure bado ni kubwa. Nadhani muda mrefu ikifika katika hii area kutakuwa kuna mapumziko ya kiaina, lakini target tunaona iko chini hapa. Still market bado ni uptrend mpaka iconfirm swing kwamba imevukwa, kwa tutajua kwamba market imechange directions. Kwa hiyo bado tuna hope, tunasubiri kwamba tuone inakuwaje, lakini ukiangalia katika picture vizuri tunaona market right, bado tunaweza tukaisubiri katika hii swing tukaone react vipi this area. Lakini kama kuna mtu akuseli pia anaweza akaingilia nadhani around this area, around this area nadhani kitu kama hicho, then tukaendelea tukasubiri kaja hapa, then ikakata hapa mpaka target ni area. Kwa ukifika katika hii area lazima upumzike kidogo, uangalie what is going on. Okay, tunaangalia hapa nyingine USD nadhani tulisema tusubiri around this area tuone reaction, lakini bado reaction imetoka. Tunaangalia pia okay, moja tuangalie pia, nadhani nilisema anafanya retracement, then tunatembea kwa buy. Alright, je, tuione nasema vipi? Okay, nadhani chuma ndio hapa imeshanyanyuka na inatembea. Ngoja tuone, nadhani afike area of resistance. Kwa unakuwa pension pia unatakiwa makini uangalie what is going on there. Tuende katika lower time frame, lakini ilikuwa ni entry nzuri. Maana mioga sijui confirmation jamani. Okay, alright. Sasa hapa labda naweza nikielekeza kidogo kwa mtu ambaye amechukua hapa, anaweza akaangalia around this area and then akasubiri
Ikivunjwa hii area basi tuna target down hapa ndio itakuwa imebaki. Okay. Kitu kingine labda tunaweza tukacheki pia nyingine chap hapa. Chap. Cheki GPUSD nadhani tulikuwa tuna setup kweli hapa. Haya sikumbuki tulikuwa tuna setup. Yeah. GBP tulikuwa nayo GBP JPY nadhani tulikuwa nayo ya. USD tulikuwa tuna kwa leo. Okay, GBP JPY I think tulikuwa nayo. Tulikuwa GBPUSD JPY mbona sioni hapa. Kwenye setup ambayo imeachwa kwa maana inaga na setup. Nadhani tulikuwa tuna no. Let's see for check bado tunasubiri ikusaidie nisema. Okay, tunaangalia start tushamaliza nao, sema kama kwa mtu anaingia nao kuseli ingie. Okay, USD I think hii tumeshana nili kitu kingine ya hii hapa kuna hii pia hapa GBPUSD ndani haijareach on the target lakini imereact katika entry yetu nadhani imedrop, imeacha rejection kubwa kama hii. Sasa basi hapa kuna angalizo, ngoja tuangalie inapotengeneza structure afu then tutajua je tukae au tuchomoke. Tuende chap time frame. Okay, breaking structure imeingia ndani still bad for uptrend yeah. Kwa hiyo ni kwa tensions haijafika katika target yetu, lakini tumeona imefanya breaking of structure around this area, this swing low and this swing high. Kwa hivyo ilikuwa inatakiwa unachukua hapa then tuangalia, nadhani imeingia 50-60, nadhani iko kwenye 780, ni area ambayo ni valid kabisa. Kwa hivyo inabidi kuwa makini na candlestick hizi, ni somo nitakuja kuzielezea what happened and what is going on right. Sasa kitu ambacho tunaweza kuangalia haraka haraka hapa kama tuone market bado iko ni downtrend hapa area of distance right, then tap hapa zimerudi. Kwa hapa ni kuwa makini, tuangalie candlestick hii candlestick tutakuwa makini nayo, then ikifunga hii area tunaangalia hapa guys, candlestick tunakuwa nayo hapa makini. Okay, ikifunga kwenye previous candlestick hapa, ikifunga na body hapa, tunasubiri tu irudi kidogo chini ifanye retestment, then tufanyeje? Tuna cross yani ikifunga na hii body hapa, hii body ikipanda hapa ikafungia hapa body nzima, body tunasema high volume buyers, ikifunga kwenye hii ikafunga kwenye hii hapa, basi tunakuwa tensions, tunasubiria inafanya retracement kidogo, then tuna cross order. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna high probability, maana ikiingia mara nyingi kwenye areas, kwenye zone ambayo ni ina demand, inakuwa inapoteza uwezo. Kwa hivyo kuna high probability kufanyeje, ku lose trade. Lakini kama una long by the way, kama ume risk ambacho unaweza ku afford ku lose, unaweza kaiacha, maana kwamba target bado iko paka hapa hivi, paka around this area hapa. Kwa hiyo unaweza kaiacha ukaisikilizia na kuaje. Lakini mara nyingi GBP, JPY, Euro USD ya Euro JPY zikiwa zinarudi sana katika entry, huaga mara nyingi huaga zinagonga stop loss. Kwa hiyo ukifunga tu hapa, kuwa makini katika hii point ni 1.3526, basi haina haja na cross baadaye. Lakini kama ni mtu ambaye uliingia mapema hapa, nadhani umeshapata some profit, umesha cross some orders, sio mbaya. Okay,
pair nyingine yule USD nadhani hatukuijadili. Okay, fine. So nadhani hapa cha kufanya tuingie kwenye nanili nyingine kwenye kuna session nyingine, na nilisema kwamba nitaelezea zile candlestick doji. Kuna doji alafu then kuna candlestick ambayo inaitwa Pin bar tutashikama, na then kuna candlestick ambayo inaitwa engulfing zone, tutakuja tuzifanyie kazi. Nadhani nikipata time tutazirudia siku ya leo, nadhani itakuwa ni usiku kama ikiwezekana kabisa, nadhani kesho tutaanza nazo. Okay, good luck.